Dominika ya 6 mwaka A wa Kanisa. Katika somo la kwanza tumeambiwa ukipenda utashika amri zangu, na kama tunaambiwa ukipenda, wokovu wa mwanadamu unaanza tu ghafla pale Mwenyezi Mungu aliposema na iwe nuru, na ikawa nuru, na Mungu huyu aliona kuwa nuru ni njema. Kwa hiyo wale wanaotembea katika nuru wanatembea katika njia ya kushika amri za Mwenyezi Mungu. Wale na wanaotembea katika giza hawaishi kulingana na sheria ya Mwenyezi Mungu. Lakini haikuishia hapo. Mwenyezi Mungu akamuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake. Kama Mwenyezi Mungu ana mwanzo wala mwisho, sisi ambao tuna mwanzo lakini mwisho wetu unatakiwa uwe ni kwenda mbinguni. Lakini Mwenyezi huyu aliyetuumba kwa sura na mfano wake ni Mungu ambaye amemuumba mwanadamu akiwa na uhuru kabisa, na katika uhuru huu tunaweza tukachagua aidha kumfuata Mwenyezi Mungu au kutomfuata Mwenyezi Mungu. Na ndio maana wazazi wetu wa kwanza Adamu na Eva wanapowekwa katika ile bustani, wanaambiwa mle hivi, lakini msile tunda la mti huu, ila mkila tunda la mti huu mtapata mauti. Kumbe walikuwa na uwezo wa kufuata au kutofuata. Kumbukumbu la Torati sura ya 30 aya 15, Musa tena anawaambia Waisraeli kwamba tazama, chagua kati ya uhai au mauti. Sisi wanadamu ambao tumeumbwa na tumepewa uhuru na Mwenyezi Mungu tunaambiwa tuchague. Lakini Yoshua pia na anawaambia Waisraeli, chagueni kama mnataka kumtumikia Mwenyezi Mungu au kama mnaamua kuchagua miungu ya watu wengine huko, miungu ya Waamori, miungu ya watu wengine, lakini mimi na nyumba yangu tutamchagua Mungu aliye mwaminifu, tutaamua kumtumikia Mwenyezi Mungu. Wapendwa wa taifa la Mungu, ndio maana leo tumeambiwa ukipenda utazishika amri zangu. Wazazi wetu wa kwanza waliokuwa huru waliishi kwamba katika kumfuata Mwenyezi Mungu waliishi ni mateso, wakaamua wasikilize katekesi ya muovu Shetani. Matokeo yake, badala ya mwanadamu kuwa huru, sisi tumekuwa ni watumwa dhidi ya dhambi, tumekuwa ni watumwa dhidi ya Shetani. Taifa la Mungu, tunakumbushwa huyu Mungu tunayemtumikia sisi, huyu Mungu tunayemwabudu ni Mungu ambaye alazimishi, ni Mungu anayeheshimu maagizo yetu, ni Mungu ambaye anawaheshimu watu wake. Leo hii tungekuwa sisi ni kama ma-TV au maroboti, Mwenyezi Mungu atuongoze hivyo kwamba nenda huku, nenda huku, nenda wapi, nenda wapi. Ndio maana katekisi Mkatoliki huwa tunaulizwa swali msingi, Mungu yuko wapi? Tunajibu Mungu yuko. Kama Mungu yuko mahali pote, mshawahi kujiuliza kwa nini tunapoenda kutenda maovu Mwenyezi Mungu huyu asitupige hata katibao akwambia wewe George rudi? Sisi sio TV, sisi sio maroboti. Mwanadamu umeheshimiwa na Mwenyezi Mungu, mwanadamu tumepewa ile fursa ya kuweza kufanya uchaguzi. Na ndio maana Mtakatifu Agustino anatukumbusha kwamba tunakuwa huru, tunakuwa sio watumwa pale tu tunapoamua kumchagua Mwenyezi Mungu. Wapendwa, katika somo la Injili takatifu Bwana wetu Yesu Kristo aongelei kwamba amri ni mbaya au zimepitwa na wakati. Tumezisikia amri hizo zimetajwa, hapana. Na ndio maana anasema hakuja kutengua sheria, bali amekuja kuitimiliza. Lakini tushike sheria kwa matendo ya ndani, na matendo haya ya ndani ndio yadhihirishe kile ambacho kiko nje. Lakini wengi tumekuwa ni Wakristo wazuri, tumekuwa ni Wakristo, lakini ule Ukristo wetu umekuwa ni ule wa kutalii. Ukristo wetu umekuwa ni ule Ukristo wa ukasuku.
mwamkataa shetani na mkataa na mambo yake yote na unasadiki. Kumbe tunaposema tunasadiki, matokeo yake ni kwamba moyoni tunasema hatusadiki, alafu kwa shetani ndio tunafanyaje? Badala ya kumkataa tunasema tunamkubali. Ni Wakristo wangapi humu tunabatiza watoto wamewavalisha power bank kiunoni, nyinyi wenyewe power bank, namba za kila waganga mnazo, kila waganga mnazo, lakini unapofika kanisani mwili wa Kristo, amina, unasema huyu anaenda mbinguni. Jamani, tuache unafiki hivi. Kuna siku utakuja uambiwe mwili wa Kristo, baada ya kusema amina unajibu tawile. Kwa hiyo wapendwa wa taifa la Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo anatukumbusha tu tusianze mambo yale ya kukalili. Kwa hiyo sio kuua tu kwa mkono, bali wengi tunaua kwa chuki. Sio kuua tu kwa mkono, bali kuna watu wengine tunawaua watu kwa kuwakatisha tamaa. Lakini sio kwa kuzini kwa tendo, bali kuna wengi tunazini kwa tamaa ya mioyo yetu. Na yaka kadhambi, nadhani sisi wanaume kanaweza kakaa kanatu. Yesu aliposema sijui kwamba wanaume tukiangalia wanawake tukawatamani, yaani kama unaona jicho linakukosesha ukata, sijui wengi hivi paroko ungekuwa na jicho kweli sasa hivi. Hata mimi mwenyewe nisingekuwa na macho. Lakini sio kwa kuapa tu kwa mdomo, bali tunaalikwa kuweza kuishi kwa ukweli kwa maisha yetu. Ila Wakristo wengi tumekuwa ni wasengenyaji. Wakristo wengi tumekuwa ni watu wa kunafikiana. Ndoa zetu zimekuwa hazina faraja. Lakini Kristo anatukumbusha jambo msingi. Tulikuwa tunasikia ufalme wa mbinguni, ufalme wa mbinguni. Na katika mafundisho haya toka Yesu anapoanza injili hii ya Mathayo sura ya 5, anapoanza tu anasema maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Na huku tunakumbushwa ufalme wa mbinguni. Ukisoma mwinjili Marko sura ya 1 aya ya 15, Bwana wetu Yesu Kristo anaanza kwa kutuambia na kuiamini injili, kwa maana ufalme wa mbinguni umefanyaje? Umekaribia. Kwamba tunaalikwa tuweze kutubu. Sasa tunapoenda kutubu, tunatubu nini? Watu wengi wa Kristo tumekuwa tutubu dhambi zetu. Sehemu ya kitubio imekuwa ndio sehemu ya usengenyaji. Katika zile hatua za kitubio tunakumbushwa, hatua ya kwanza unachunguza dhamiri yako. Hatua ya pili unakusudia kuacha dhambi. Hasa mume wako amechepuka, unakuja kumwambia fadha sangu msaidie. Tubuni dhambi zenu. Kwa hiyo ukija ukasema umesengenya, kwani sisi tutakuuliza? Matokeo yake mnakuja mnakaa muda mrefu kwenye kitubio, watu wanaanza kulalamika, huyu padri mnoko, kumbe wanoko ni nyinyi wenyewe. Acheni usengenyaji katika kitubio. Na nadhani fadha tumuombe tu papa huyu katika ile tunapobatiza mtu kwenye kipaimara, tuongeze hata ile na sadiki moja, kwamba wengi wa Kristo ni wasengenyaji mno. Je, mnasadiki katika usengenyaji? Mseme tunasadiki. Wapendwa wa taifa la Mungu, tupo katika dunia. Katika hii dunia tulionayo, ni wengi tunasema nilishika. Tunaishi imani yetu kwa mazoea. Na hivi ndivyo tulivyo. Katika vitu ambavyo mimi ni huko kijijini nilipo, Wakristo wengi wanasema wamekuja kusali. Lakini kitu ambacho kinanishangaza ni ile kuhudhuria misa takatifu na Dominika zilizo. Ila leo hapa utakuja uwaulize waumini, ulisali Jumapili? Watasema nimesali. Somo la kwanza limetoka wapi? Hajui. Somo la pili limetoka wapi? Hajui. Somo la injili limetoka wapi? Hajui. Haya, padri alihubiri nini? Yaani utasikia tu ni bendera za tampele. Yaani fadha anahubiri vizuri. Haya, anahubiri nini? Ana vichekesho. Sasa hivi vichekesho vinatoka.
vinatusaidia nini? Wapendwa, tuondokane na ile imani ile ya kukaa na kukariri. Lakini Kristo anatufundisha jambo msingi pia, kwamba katika zile heri alizotufundisha, heri zile wapatanishi sijui na nini, ni kwamba sisi wanadamu tunaishi kwa ajili ya wengine na wale wengine wanaishi kwa ajili yetu. Ndio maana anatukumbusha jambo msingi ambalo hata sisi tunaalikwa kuweza kukaa. Anasema unapoleta sadaka yako madhabahuni ukagundua kuna mwenzako ana kinyongo na wewe, iache uende ukapatane naye, ndio ufanyeje? Utoe. Tukisoma sura ya 6, Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha sala ya Baba yetu, na katika sala ya Baba yetu tunasema utusamee sisi makosa yetu kama tunavyowasamea wale wengi tunakariri. Na anasema mwishoni, kwa maana msiposamee na Baba yenu wa mbinguni atafanyaje? Na mkisamee Baba yenu wa mbinguni atafanyaje? Lakini msamaha huu anatimiliza katika Injili hii ya Mathayo sura ya 18. Anasema mwenzako akikukosea muitane uso kwa uso, macho kwa macho, muweze kuongea. Sasa matokeo yake wengi hatuongei. Maisha yetu yamekuwa hivi. Familia zetu zimekuwa ni familia ambazo zinawasiliana kwa vikaratasi. Mme wangu chakula hicho, haya mke wangu chakula kidogo, matumizi yameisha, mme naye anaandika hela hii hapa. Wapendwa, tukae tuanze kuzungumza. Lakini hata kwetu sisi watawa, ujumbe huu na uzito kwetu. Tunakumbushwa tu upendo wa Mwenyezi Mungu katika kuzishika amri zake. Hatuzishiki tu kwa maneno matamu kwamba mimi na Kristo wangu, mimi na Yesu wangu, mimi sijui na nini. Hata watu wengine wanajaribu kukuza imani. Hata utaona watu hata akipiga chafya, anapiga chafya anamtaja Yesu. Wapi tunakuwa tunampamba Yesu kwa maneno matamu, bali tunakumbushwa ule utiifu wa moyo mkunjufu, moyo usio na hila. Unajua nini, mimi wanawashangaa, kuna muda Father George, naomba uniombee. Sasa unakuwa unakaa unawaza hivi, hawa wangekuwa wanajua na mimi kando yangu nilionayo kweli. Kuna muda mwingine dhambi tunazozitenda hata shetani mwenyewe anatushangaa. Kuna muda ambao dhambi tunazitenda hata shetani tunampa tuition, anashangaa, mbona mimi sikufundisha hiki? Hawa kwa nini wanandoa wanafanya hivi? Kwa nini sisi mapadri tunafanya hivi? Kwa nini masista wanafanya hivi? Mpaka shetani wa watu anageuka anakuwa misono. Pigaje hapa? Wapendwa wa taifa la Mungu, ndio maana tunakumbushwa, ukipenda utazishika amri zangu. Mungu sio mzigo, bali ni ramani inayotuelekeza katika uwanja. Lakini pia sheria zile ambazo tunazo zinatakiwa zituelekeze katika kutenda yale yaliyo mema, na zinatakiwa zitufanye sisi tuweze kuwa na uhuru wa kweli, uhuru wa kumpenda Mwenyezi Mungu, uhuru wa kusamehe, na uhuru wa kutufanya sisi tuishi kwa haki. Wakristo sisi tunajiona kwamba tuko huru, ila wengi hatuko huru. Nikiwa bado niko Morogoro, sasa mmoja hapa aliniomba twende tukabariki nyumba. Nikaenda nyumba moja, yule mama akubali niingie chumbani, ila alichokifanya alisema, baba, hebu kibariki hapa sebuleni, baraka zinaingia mpaka wapi? Mnaogopa nini? Na Ukristo wetu ni upi? Kwa hiyo kumbe wengi, kwa sababu hatutaki kuishi ile kweli, matokeo yake tumekuwa ni Wakristo wa Katoliki ambao ni Wakristo wa mazoea, Wakristo ambao ni wakuja tu kusali na zile amri tumezikariri kiukasuku. Matokeo yake hazina mashiko. Tunapoteza watu wanaoishi maisha maadilifu, watu wanaoishi maisha ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Lakini wapendwa, Bwana wetu Yesu Kristo ameongelea
Kina baba sisi tu wenye tamaa, lakini kina mama sasa hivi na nyinyi nao mmezidi. Kina mama mmezidi. Yaani unakuta mtoto wa kwanza umezana Padre George, mtoto wa pili Father Sankusana, mtoto wa tatu sijui Chikumbi, mtoto wa nne mwenyekiti wa UWAKA. Hivi hao watoto siku wakifa wote wamekaa wale watoto wale. Haya, wazazi waweke mashaka. Umeenda na Father George, mtoto wa pili padre paroko, mtoto wa tatu. Hivyo utakuwa ni mtu wa namna gani? Na nyinyi wanawake mmezidi. Yaani mmekuwa sio maharage ya Mbeya tu. Kule Songea tuna kitu tunaita pitiku. Yaani pitiku ni ile majani ya maboga. Majani ya maboga. Hata ukiweka mabua yale ya mahindi, pitiku inaiva. Yaani mwanaume akisema yaani washabeba mizigo unaenda mtasingizia nini wife matili? Haya mengine mnalalamika kwamba muolewe amfanyeje? Ni kwa sababu na nyinyi mmejiweka, mmekuwa ni wepesi mno. Jamani, tusumueni basi. Katika maisha ya kila siku mara nyingi tunajaribiwa na tunahisi kwamba tukifanya kile tunachokitaka tunakuwa huru. Je, kile tunachokitaka tunakuwa huru? Tunakumbushwa imani yetu isiwe imani ya maneno. Sasa wengi utakuta mfano wana rozari hai mtanisamehe. Kuna sehemu nilienda semina. Yaani unasalisha misa huku Bwana awe nani, unarudishiwa na awe rohoni mwako. Huku una rozari, Salamu Maria. Inueni mioyo, tumeinua kwa Baba. Na Yesu mzao tungulava mbarikiwe. Hapana imani ya hivyo. Katika maadhimisho makubwa ni adhimisho la misa takatifu. Kwa hiyo rozari zenu hatuwakatishi tamaa, bali mweze kuziweka. Baada ya misa mnaweza kufanyaje? Kusali. Tumeelewana ndugu zangu? Leo neno la Mungu linatukumbusha uhuru usio na maadili unatufunga. Wengi tunataka uhuru, lakini wengi maadili hatuna. Kwa hiyo katika kumfuata Kristo ni lazima tukumbuke kwamba huu uhuru ni lazima uendane na nini? Maadili. Na maadili ndio hayo ambayo Kristo mwenyewe anatukumbusha, anasema ukweli utatuweka uhuru. Na uhuru ni ule uhuru ambao unaongozwa na Mwenyezi Mungu, ndio unaotuweka huru. Wale wazazi wetu wa kwanza walipotenda ile dhambi walihisi kwamba walikuwa na uhuru, na kweli walikuwa na uhuru wa kuchagua. Lakini Mungu aliyekuwa rafiki yao, Mungu ambaye walikuwa wamezoea kukutana naye katika bustani ya Edeni, matokeo yake kwa dhambi ile inapoingia, watu hawa wanakosa nini? Uhuru. Jamani, hivi sisi hapa tuna michepuko. Iwe ni kina mama, siku hizi kina mama wauni, kina baba wauni. Aya, password tunaziwekaje? Yaani utakuta password inatoka Kikurunyembe inaenda Bigwa, ikitoka Bigwa inaenda sijui wapi kule Mgorore, ili mke wako asifanyeje? Ili mume wako asifanyeje? Na hapo ndio utakuja uone simu itakapoita umeisahau ukiwa bafuni. Ndio utajua kwamba hapa kuna uhuru au hakuna nini? Uhuru. Kwa nini tusikae tukakaa katika njia ile iliyo moja, njia unyofu, njia inayopendeza Mwenyezi Mungu? Wapendwa wa taifa la Mungu, tunaalikwa tuweze kuchagua ukweli badala ya uongo. Tunaalikwa kuchagua msamaha badala ya chuki. Tunaalikwa kuchagua uaminifu badala ya ila. Tunaalikwa kuchagua njia ya uhai, njia ile inayompendeza Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Ingekuwa heri leo tusiifanye migumu